Na wasalimu katika jina la Yesu. Naitwa Pastor Francine na nimekuja na neno la Mungu. Na neno ambalo tutazungumzia siku ya leo, neno linasema ya kwamba Bwana anakuja kufufua chochote chako ambacho kimefariki. Bwana aturumie sana. Pengine katika maisha yako, baraka zako zimefariki, amani yako mambo mengi ambayo yamekufa katika maisha yako, lakini Bwana anakuja kuyafufua. Jina la Bwana libarikiwe. Tuseme neno la Mungu katika kitabu cha Yohana sura yake ya 11. Tutaanza mstari wake wa 38 ama 38 kumalizia 44, na tutasoma katika jina la Yesu. Yesu akafika penye kaburi akiwa amefadhaika sana. Kaburi lenyewe lilikuwa katika pango ambalo mlango wake ulikuwa umezibwa kwa jiwe. Akasema, ondoweni hilo jiwe. Dada yake marehemu Martha akasema, Bwana, patakuwa na harufu kali, kwani siku 4 zimepita tangu azikwe. Yesu akajibu, sikukwambia kama ungeamini utaona utukufu wa Mungu? Kwa hiyo wakaliondoa lile jiwe. Yesu akaangalia mbinguni akasema, Baba, ninakushukuru kwa kuwa unanisikia. Ninajua ya kwamba huwa unanisikia wakati wote, lakini nimesema hivi kwa faida ya hawa walio hapa, ili wapate kuamini ya kuwa umenituma. Baada ya kusema haya, akapaza sauti akaita Lazaro, toka nje. Yule aliyekuwa amekufa akatoka, miguu yake imeviringishwa vitambaa. Yesu akawaambia, mfungueni awe huru. Amen, amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa tunasoma habari za Lazaro. Ukianza tangu mstari wake wa 20, utaona jinsi, kushuka hapo chini, utaona jinsi Yesu wakati ambapo Lazaro alikuwa mgonjwa. Maana Lazaro alikuwa rafiki ya Yesu sana, na Yesu alikuwa ameenda, na maana kulikuwa distance ama kulikuwa mwendo kabisa, ili kwamba afike mahali Lazaro alikuwa, kijiji ambacho Lazaro alikuwa. Na Lazaro akaugua. Alipougua, dada zake ya Lazaro wakatuma watu waende kumpasha Yesu habari kwamba rafiki yake yu mgonjwa. Yesu akakaa kikimya, akabakia huko, hakuja. Na kulipopita siku kama 4, Yesu akajua kwamba wakapasha habari kwamba Lazaro amefariki. Na wanafunzi walipopasikia hiyo habari wakamwambia, umesikia rafiki yako Lazaro amefariki? Yesu akasema, twende tukamwamushe, Lazaro amelala. Bwana asifiwe sana. Sikia nikwambie mpendwa, shida yako na jaribu lako unaliona kwamba ni kubwa. Wanafunzi na wale walienda kupasha Yesu habari, waleta habari wakaona kwamba wameleta habari za kifo, yaani ni kitu kikubwa. Yesu atatetemeka, atasikia kwamba amekufa. Yesu alijibu akasema, amelala. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa, shida yako si kubwa sana kuliko uweza wa Yesu. Shida yako si kubwa sana kuliko nguvu za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Unaangalia unaona imekuwa mwisho. Unaangalia unaona haviwezekani, lakini kwa Yesu yote inawezekana. Jina la Bwana lipewe sifa. Yale unaona katika maisha yako hayawezekane, yameshakuwa mawe, unaona kwamba umekata tamaa, unasema hii nimeacha, hii nimetosha matumaini. Hapo ndio Yesu anakuja sasa kujizirisha. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana wakati walipasha habari Yesu kwamba Lazaro amefariki, walidhani hakusikia. Yesu akamwambia amelala, aseme hapana, alifariki. Akasema amelala, twende tumuamshe. Haleluya. Tomaso ile tu mwenye ubishi, mwenye alikuwa naamini mpaka akiona
akaona, akasema na basi kama amelala satalamuka. Jina la Bwana libarikiwe. Hivyo ndio Yesu anaona probleme yako ni kidogo tu, ni mtu mwenye analala kidogo, kama tu mtu mwenye analala na talamuka kama tu kawaida. Bwana asifiwe sana. Yesu anakuja kufufua mambo yako yote, yale mbona kwamba ni magumu, yale mbona kwamba hayawezekane. Weka imani yako imara na Yesu anakuja kutenda. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pasipo imani hautaona mkono wa Mungu. Wewe simamisha imani yako. Bwana asifiwe sana. Maandiko nasema ya kwamba alafu wakaondoka wakaenda ili kwamba kuenda kuona dada zake Lazaro. Lakini Yesu alienda na nia tu kwamba anajua kwamba anaenda kumfufua, maana alijua uweza wake na uweza wa Mungu aliyemtuma. Haleluya. Wanafunzi wakasema twende basi, tukufe tu naye, kwa sababu alijua kwamba huko Yesu alipata shida, huko alishambuliwa, huko wakasema twende sisi tukufe naye. Yesu alikuwa anajua haendi kufa. Hawakuwa najua uweza wa Yesu. Na ile tambo alikuwa anamtendekea Yesu, sijua walimshika walifanya nini. Ni sababu Yesu alikuwa anaruhusu ifanyike. Lakini Yesu angesema haitakuwa na haitakuwa, maana Yesu ana uweza na mamlaka. Jina la Bwana libarikiwe. Shida yako mpendwa haiko kitu mbele za Yesu. Wewe omba, kesha, linda utakaso, tafuta uhusiano na Mungu. Sikia nikwambie kitu ambacho kitafanya uishi miujiza katika maisha yako, ambayo chini wahubiri wengine hawakuambie. Wanaenda kuambia tu utapokea miujiza, nasema mimi napokea. Utapokea manyumba, mimi napokea. Miujiza na manyumba vitatoka wapi kama wewe mwenyewe hautafute na bidii? Bwana turumie sana. Acha kutegemea mahubiri hii ambayo inazunguka ya kupoteza watu na kufanya watu wakuwe vipofu, waende tu nyuma tu ya watu wakitegemea kwamba waombeye, na wakiwaambia toa pesa tukuombeye, toa pesa tukuombeye. Bwana akuhurumie mpendwa, kama unamfuata Yesu kama hawa ambao wanakimbia nyuma ya wanabii, wanasema ndamia niombee, nabia niombee. Ndio mchungaji wako anaweza kuombea, sikatai, anakuchukulia, lakini isikuwe tumaini yako yote iko ndani ya mchungaji. Unakumbuka pazia la hekalu lilipasuka. Hilo pazia lilikuwa linatutenga na Mungu. Kulikuwa patakatifu pa Mungu. Ile pazia kapasuka. Maana ya pazia kupasuka, uhusiano na Mungu. Yesu alituletea uhusiano na Mungu. Kila mtu ajiendee patakatifu. Kwani unategemea kuombewa tu? Na wewe jiombee. Funga, omba. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu atatenda katika maisha yako. Na omba katika utakaso. Mbele ya kuomba, jitakase kwanza. Tafuta uhusiano na Mungu wako, ujitenge na dhambi, ufanye mapenzi ya Mungu, ukeshe na kuomba na kufunga. Utaona kama Mungu atatenda. Bwana turumie sana. Jaribu na kuambia, alafu utakuja kushuhudia mwenyewe. Haleluya. Wao walichukua Yesu kama tu kawaida, tunaenda basi kule tu, balitaka mpigia huko muue huko, basi tuende tukufe pamoja na yeye. Hawakujua uwezo wa Kristo, kama vile wewe mwenyewe pia haujajua, haujafahamu uwezo na ukuu wa nguvu za Mungu. Bwana turumie sana. Wakaenda, walipokaribia tu kwa nyumba, habari wakapelekea dada zake habari ya kwamba Yesu anakuja. Dada yake akatoka ndani, Martha akatoka ndani, anakimbia na kulia machozi, akasema Yesu, ungelikuwa hapa dada kaka yetu angekufa. Walilia, maana walikuwa wanaona kwamba ilishaisha. Hata kama Yesu anakuja, basi anakuja kufanya nini? Tulimtumia watu waende kumwambia Lazaro angali mzima, hakuja. Sasa alishafariki, njoo sawa anakuja basi kufanya nini? Hivi walikuwa na hiyo kitu ndani yao, maana walikuwa wanasema ungelikuwa hapa. Bwana turumie sana. Umenungunika sana, umenungunikia Mungu sana. Mungu, kwa nini mimi? Mungu, mbona umeniacha? Mbona nateseka hivi? Mbona? Sikia nikwambie, Bwana anakuja. Acha kunungunika. Manunguniko si mazuri kwa Mkristo. Manunguniko ilifanya wana wa Israeli wakaangamia, Mungu akawaangamiza katika jangwa. Walikuwa wanamnungunikia Mungu, kwani mimi sina pa kukua makaburi? Kwani mimi sina pa kukua vitunguu na chakula? Tunakuja kula mana kila siku. Hawakuwa na shukuru kile ambacho Mungu anawapatia. Na kuna Wakristo wengi hawana shukurani. Kidogo unabarikiwa nacho, Mungu anakubariki nacho, ni shukurani kwa hata uzima ulio nao. Ni la kumshukuru Mungu. Kuna wenye wanalala vitanda, hawawezi kuamka, hawawezi kufanya kazi. Wengine hata ni viwete, hawana mikono, hawana miguu. Wengine ni vipofu, hawaoni.
Una mambo mengi ya kumshukuru Mungu mpendwa. Bwana aturumie sana. Na wakaanza kusema kama ungelikuwa hapa kaka yetu hangefariki. Haleluya. Unaona mambo yako kwamba yamefika mwisho, lakini sikia nikwambie, yale ambayo yamekufa katika maisha yako Bwana anakuja kuyafufua. Wewe shikamana na Mungu wako, simamisha imani yako. Haleluya. Jua Mungu wetu ni Mungu mkuu, ni yeye yule jana na leo na hata milele. Hajabadilika wala kugeuka. Alivyotenda kale, alifufua, aliponya, aliokoa, hata leo anatenda. Bwana asifiwe sana. Pengine afya yako imezoofika, unaangalia unasema mie kweli nimeteseka, hii magonjwa yatakia kuniua. Hapana, yale ambayo nakiri ni yale ambayo yatakupata. Mtu mwenye imani anakiri mambo makuu. Unaona kwenye unaona kwamba ninaona nimeteseka, lakini unakiri sitakufa, nitaishi, kama vile imeandikwa, nishuhudie matendo makuu ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Usikubali wakati mwingine shetani anakupiga vita, anachunga wenje utampatia mlango wa kukamilisha mipango yake kwa maisha yako. Anakupiga magonjwa na kuume unateseka, unaenda huko hospitali unarudi magonjwa, alafu shetani kutu na ngoja useme Mungu wangu naona tu mimi nakufa, alafu ile mauti ipate mlango ingie katika maisha yako. Usikiri madhaifu katika maisha yako. Hata unaona mambo yanabadilika yanafika mwisho, kiri sitakufa, nitaishi, nitashuhudia matendo ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ambia shetani, adui yangu shetani, usijisifu juu yangu. Hata nikianguka mimi, hata nikiwa hivi, nitasimama tena. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Kiri kwa imani. Yale ambayo nakiri kwa midomo yako ni yale ambayo yatakuwa katika maisha yako. Bwana sifiwe. Alafu sasa akawaambia, ukiamini, akawambia kaka yako atafufuka. Akaambia ninajua atafufuka kwa ufufuko wa mwisho. Wakristo wengi wamejifanya ninajua maandiko wanayafanya ninajua, na hawajue kitu. Kwa maana kama wangekuwa wanajua, kama ungelikuwa unajua, ungejua Yesu anaweza yote. Ungeacha manunguniko, ungefunga, uombe, ukesha, usichoke mpaka siku unafikia jibu lako. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu akamwambia, amini na kuambia mimi ni ufufuo na uzima. Mtu akiwa ndani yangu hata akifa ataishi. Haleluya. Ndio maana Yesu alisema Lazaro analala, kwa maana walio ndani ya Kristo hawafariki. Hata wakikufa katika huu ulimwengu huu wanalala, wanangoja tu siku ya ufufuko, wafufuke wavae mwili mpya, mwili wenye haina mauti, mwili wenye itakufa, mwili wenye itaozaka, mwili wenye kona uzima. Jina la Bwana libarikiwe. Basi wakaenda ndani, wakaambia dada yake naye Mariamu, na akakuja akamwambia Yesu hivyo hivyo. Hata tushike kwenye tulimaandiko naonesha Yesu Lazaro alifufuka. Yesu alafu Wayahudi walikuwa wakaanza kusema huyu salifanya kipofu, salifanyaka nini? Na acha tuone. Maandiko nasema Yesu akalia. Yesu afurahie mateso yako. Yesu analia juu yako. Yesu unajua maandiko nasema anakaa mkono wa kuume wa Baba akituombea. Unapoomba jua kuna Yesu anakuombea mpendwa. Usikate tamaa. Ngoja muda wa Bwana. Yesu anakuja kutenda. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko Lazaro alikuwa siku hizo ina kaburini. Yesu akauliza mlimweka wapi? Dada yake tena yule mwenyewe alikuwa anasema angelikuwa hapa, akapita anasema amekuwa siku ine kaburini. Hivi ananuka. Wakati tu wanasema watoe jiwe. Siku ine kaburini hivi ananuka. Wayahudi walikuwa pale wote walikuwa wanafungua macho. Acha tuone. Siku ine kaburini haviwezekani. Kuna watu wanakuangalia, wanasema acha tuone, hata simamaka tena. Acha tuone, yake yamekuisha. Acha tuone, acha tuone, acha tuone. Waambie wataona. Jina la Bwana libarikiwe. Maana aliye ndani yako ni mkuu sana kuliko aliye katika ulimwengu huu, ama aliye ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Na kama hajakuwa ndani yako, mbona nisikiliza, mupatie maisha yako, akae ndani yako, alafu utaona mkono wake. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wataona na kushangaa, watashuhudia huyu Mungu. Mupe nafasi, mujaribu Yesu, utamuona mpendwa. Mimi nilimuona Yesu, na wewe utamuona. Bwana asifiwe sana. Waliokuwa wanatuangalia walikuwa wanasema watoto, ama ile step mother alikuwa anasema hawa maisha yao yameisha, wataangamia, watakufa. Mama hawa anakufa, kwani hawa ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa maana aliyekuwa ndani yetu alikuwa mkuu sana kuliko aliye ndani yake. Alikuwa
aliyekuwa ndani yangu alikuwa mkuu sana kuliko wale maadui. Aliyekuwa ndani yangu alikuwa mkuu sana kuliko hata wachawi, maana wachawi pia walitushambulia. Bwana Yesu asifiwe. Na haya yote kwa leo ninashuhudia leo, kwa maana nilimtegemea Bwana, nilimwekea Mungu tumaini langu, sikukata tamaa. Bwana asifiwe sana. Maandiko nasema ya kwamba Yesu akawaambia, kwa maana walikuwa nazika ndani ya kaburi la mwamba kisha wanaweka jiwe. Kuna watu waliweka jiwe kwa maisha yako kubwa. Waliweka jiwe la mauti, waliweka jiwe la blokaje, waliweka jiwe la umasikini, waliweka jiwe la magonjwa, waliweka majiwe ya kila aina kwa maisha yako. Lakini Yesu anakuja kuliondoa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Amini, jiwe limeondoka kwa maisha yako siku ya leo, maana Bwana anakuja kuliondoa maishani mwako. Bwana asifiwe. Jiwe ambalo limekufunga usifufuke, baraka zako zisifufuke, mipango yako isifufuke, Bwana anakuja kuliondoa, na mambo yako yote yaliyokufa Bwana anakuja kuifufua. Afya yako ambayo shetani alikuwa ameua na magonjwa kaua, Bwana anakuja kuifufua. Finance yako ambayo ilikuwa imezofika, imezorota, Bwana anakuja kuifufua kama ukiamini. Na kama hujapatia Yesu maisha yako, ukisikiliza hii mahubiri, mupe Yesu maisha yako, tubu dhambi zako, mupe maisha yako, na Yesu ataanza na wewe, na atafufua, na atabadilisha, na atakutendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko nasema, Yesu akasema, ondoweni jiwe. Haleluya. Dada akasema ananuka sasa. Hata ndugu zako wanaona unanuka, hata ndugu zako wanaona haufai, hata ndugu zako wanakukimbia, hata rafiki zako, mume wako anaona hauko kitu, haufai, mke wako anaona hauko, wale wote Bwana kwamba unanuka. Haleluya. Yesu anakuja kuwaonesha kwamba yeye ni Mungu katika maisha yako, kama tukisimamisha imani yako na kumtegemea. Bwana Yesu asifiwe. Akaondoa jiwe. Haleluya. Yesu akaita kwa sauti kubwa akasema, Lazaro njoo. Lazaro akatoka ndani, mikono yake imefungwa vitambaa, miguu imefungwa vitambaa. Walikufunga vitambaa vya uchawi, vitambaa vya magonjwa, blokaji. Walifunga, wakafunga, wakasema tunamaliza. Lakini vifungo vile vyote Yesu anakuja kuvifungua. Haleluya. Maandiko nasema Yesu akawaambia, mfungueni, muache huru aende zake. Haleluya. Yesu anakuja kufungua. Yesu anakuja kuweka huru, na utashuhudia. Bwana Yesu akubariki sana. Amen. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Mungu temale ponye kunoka pa mbingu juu, nimekuja mbele zako muda kama mfalme wa amani, Mungu ambaye unaweza yote, ambaye ni wewe yule jana leo na hata milele, haujabadilika wala kugeuka. Uliyemfufua Lazaro, fufua maisha ya huyu baba, mama, kaka, dada, fufua maisha ya yote atakayesikiliza hili neno. Acha ufufuko, uzima uingie katika maisha yake, kama vile ulitia uzima katika Lazaro ukamfufua. Fufua baraka zake, fufua afya yake, fufua chochote kilicho chake ambacho kilifariki katika jina la Yesu Kristo. Wapokee ufufuko, wapokee uzima, wapokee maisha mapya katika jina la Yesu Kristo. Tenda mema, wakuone, washuhudie kwamba wewe ni Mungu. Naomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana kubariki. Amen.